Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, wapenzi watazamaji wa Babu Salamu Online TV. Mashaka tuko hadhi kwa mara nyingine tena hapa, tunasema tuko Kondoa na walilahi alhamdulillah. Leo nikiwa na rafiki yangu hapa Alhabib, aweze kwanza kujitambulisha majina yake na tuweze kufahamu kwamba harakati zake na faida kwa ndugu yetu. Mambo muhimu utajifunza kutoka kwa ndugu yangu. Karibu sana ndugu yangu Babu Salamu Online TV, na karibu sana wilaya ni Kondoa. Kwa kweli leo tumejivunia sana kuona kwamba umefika hapa na kuweza kufanya mambo mawili matatu katika wilaya ya Kondoa. Nashukuru sana. Mimi kwa jina naitwa Imtiaz Lalji, ni mwenyekiti wa taasisi ya Lalji Foundation. Lalji Foundation ni taasisi ya kifamilia, ni taasisi ambayo inajitolea kutoa misaada na kufanya kazi za kijamii. Hasa tunajishughulisha kwenye sekta ya afya, elimu. Tunawasaidia watoto yatima, wajane. Tunachimba visima kwenye vijiji tofauti tofauti, na pia tunatoa misaada mingine. Kwa mfano wale ambao wanapata changamoto ya miguu na mikono, tunawapa miguu bandia, mikono bandia. Tunafanya kazi na hospitali ya CCBRT Dar es Salaam. Pia kwenye mikoa tofauti tofauti na vijiji tofauti tofauti tumeandaa kambi za macho, kambi za matibabu bure. Tumefanya kazi sana na Dr. Maje Majala ambaye ni mtu wa Kondoa, na tumechimba visima tofauti tofauti, na tunatoa madawati kwenye shule za serikali ambazo watoto hawana madawati ya kukaa. Kwa hiyo ni taasisi ya familia, na huu ni mwaka wetu wa 3 sasa tunaendelea na hizi shughuli. Na leo hii shughuli zetu zimetuleta huku Kondoa kwa sababu pia huwa tunawasaidia wakina mama wajasiriamali. Kwa hiyo tulipewa taarifa kwamba huku Kondoa kuna kikundi hiki cha wakina mama wajai ambao pamoja kwamba hali zao ni za kiuchumi sio nzuri, wanahitaji msaada, lakini pia wao wenyewe wanajitolea sana kuwasaidia jamii, kutembelea hospitali, kuwasaidia wale ambao ni wagonjwa. Pia wanaenda paka jela kuwasaidia wale ambao ni wafungwa na mambo mengine ya kijamii ambayo wanafanya. Kwa hiyo tumevutika, na leo huku tumekuja Kondoa, tumewakabidhi rasmi mashine ya kuchakata mafuta ya alizeti. Kondoa ina alizeti nyingi sana. Kwa hiyo hii mashine itawasaidia wao kupata kipato kizuri, itawawezesha wao wenyewe akina mama, na pia itawapa mapato kwa ajili ya hizi kazi za kijamii ambayo wanafanya, itawasaidia. Kwa hiyo ndio lengo letu ambalo tumekuja huku. Bwana, wapenzi watazamaji wa Babu Salamu Online TV, tumesema kwamba ni mambo mazuri, na hii ni moja katika harakati ambazo zinazofanywa na ndugu zetu hawa ambao kwa kweli wao wameamua kufanya ya kwao, na tumeona hii ni moja katika familia ambayo imejiwekea mikakati kusaidia jamii. Ndugu yangu, tukushukuru sana kwanza kwa kuja wilayani Kondoa na kwa kazi ambazo umezielezea, na wapenzi watazamaji wataendelea kustafidi kwanza kwa ujio wako na yale ambayo umeyazungumza. Kwanza tukushukuru kwa hili. Lipi la kuambia katika muono wako, kwanza kujikita kwenye hizi sekta hizi ambazo umezieleza, kwa maskini, kwa watu wenye mikakati, kuchimba visima katika miji tofauti tofauti, hasa ulitazamia nini? Unajua sisi tunaambiwa hata upande wa dini na Mwenyezi Mungu na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba tunapofanikiwa sisi, Mwenyezi Mungu wakati anatupa neema zake, lazima sisi naye tuikumbuke jamii ambayo iko na sisi. Ni mtihani pia kwetu. Kwa hiyo kwenye mapato yetu lazima tuwafikirie wale ambao wanahitaji pia. Kwa hiyo ni lengo moja ambayo imetufanya sisi tujiingize kwenye hii kazi ya kusaidia jamii. Pia sisi tumekulia kwenye nchi. Sisi familia yetu sisi ni wazaliwa wa Kigoma. Sisi haswa ni watu wa Kigoma. Kwa hiyo ndugu zetu wengi, kuna wengine wamehama, wako Ulaya, wengine wako Uingereza, wako Marekani, wako Canada. Lakini hatusahau sehemu yetu ya Tanzania. Kwa hiyo tumeamua kifamilia, tumeanzisha taasisi kwamba kwenye mapato yetu lazima kuna kiasi fulani ambayo tutarudisha tena huku Tanzania, ambaye tuwasaidie jamii ambayo inahitaji msaada.
na hivi ndio tumeanzisha hii shughuli. Na unajua, ukizingatia masuala kama haya huwezi kuachilia serikali wenyewe wafanye, pamoja kwamba kuna bidii kubwa sana kutoka kwa serikali, wanajitahidi sana kuingia kwenye huduma za kijamii, lakini sisi naye kama Watanzania naye tuna jukumu la kuona na kutoa msaada kwenye jamii. Kwa hiyo ndio ambacho kinatufanya sisi tumeanzisha hii taasisi na tumefanya hizi harakati tunafanya. Bwana, ndugu zangu, tunaendelea kustafidi na tumesema kwamba tuko na mwenyekiti hapa ambaye kwa kweli ameeleza mambo mazuri na mambo ambayo unatakana sana mimi nayo tujifunze, na hasa kujikita kwenye kheri kama hizi. Licha kwa wao familia wamekaa na kufikiria namna gani ambavyo wanaweza kusaidia kwa vile ambavyo Mwenyezi Mungu anawaruzuku, maana kichache chao ndicho kinachotafuta akhera, na mengi tutaweza kufahamu hapa. Ndugu yangu, kwanza tukushukuru sana. Wako ambao wenye uwezo na wako ambao wana taasisi na shughuli, yani maana watu wana nafasi, lakini vitu kama hivi bado hawajaweza kuthubutu kufanya. Lipi la kuwaambia na kuwashauri? Unajua, swala la kujitolea ni maadili ambayo yanatakiwa yajengwe tangu utoto wetu. Kama kwenye jumuiya zetu au kwenye familia zetu tusipofundishwa tangu kwenye utoto wetu kwamba tunatakiwa tuwe tunasaidia na tuwe tunajitolea, basi hata ukishakuwa mkubwa, ukishakuwa tajiri, hutakuwa na ile moyo wa kujitolea. Kwa hizi nasaha zinatakiwa zianze kwa watoto wakati bado wako wadogo. Hilo la kwanza. La pili, ningependa kuambia ndugu wenzangu wa Tanzania kwamba kutoa sio utajiri, ni moyo. Lazima uanze tabia ya kutoa wakati una kipato kidogo, uanze ujenge tabia, ili wakati Mwenyezi Mungu akijalia na ukitajirika, basi ile moyo utaendelea. Yeah. Na taasisi zingine ambazo kwa kweli Tanzania tuna taasisi nyingi ambazo zinafanya kazi za kijamii, wanafanya kazi nzuri sana, wanajitahidi. Na kwa wale ambao bado hatujaona, mimi nawasihi kwamba njoni nitembeleni vijiji vya Tanzania, tutaona hali ilivyo duni na msaada unavyotakiwa, wao wenyewe watavutiwa. Bwana, ndugu zangu, na ni mambo ambayo yanapatikana kwa ndugu yangu hapa, na akitueleza mambo muhimu ambayo unatakiwa ujifunze sana katika vitu ambavyo kwamba kutoa si utajiri, kutoa ni moyo. Pengine jirani yako ana dhiki na unacho na unashindwa kuthubutu kumsaidia kwa namna moja ama namna nyingine. Hii ni darasa ambayo unatakiwa ujifunze sana. Mheshimiwa ndugu yangu, kwanza leo Wanakondoo umewaheshimisha sana, na hasa wanajai kwa kuwaletea kwanza mashine hii. Wao hawakutegemea kitu kama hichi. Kuna kitu pengine umekiona katika wanaharakati wajai wa wilaya ya Kondoa. Unawaambia nini ndugu yangu? Kwa kweli mimi roho yangu leo ina furaha sana, kwa sababu hao wakina mama, mimi nilisikia mambo yao wakati nilikuwa Dar es Salaam. Alinieleza daktari wetu Maje, na baadaye tulitembelewa na Sheikh Hussein Murtadha. Imenivutia sana, nimesema hapana, hii lazima mimi nije niwaone mimi mwenyewe. Na leo nilivyofika huku, walivyonisomea ile risala yao na nimekuja kugundua harakati zao, kwa kweli mimi mwenyewe binafsi nimejifunza mengi ambayo nitaiweka kwenye taasisi yetu. Nimejifunza mengi sana. Kwa hiyo nawapongeza sana kwa kazi wanazozifanya, na wao wenyewe ukizingatia hali yao kimaisha, kiuchumi sio nzuri, lakini bado wanajitolea. Kwa kweli thawabu zao kwa Mwenyezi Mungu ni kubwa zaidi kuliko hata zetu. Wako ambao wanatamani tofauti na wilaya ya Kondoa kwa vitu hivi ambavyo leo umevitoa. Mfano kwa Kondoa, watu wajai umewapa mashine ya kukamulia zeti, maana yake ili waendelee kufanya harakati zao. Na wengine ambao watakaotazama klipu hii watatamania sana uwafikie kwenye mikoa yao. Lipi la kuambia? Sisi taasisi yetu ya Al-Alji Foundation tunafanya kazi, au niseme tumesha kufanya kazi kwenye mikoa tofauti tofauti Tanzania. Tumeshafanya kambi Kigoma kwetu, tumefanya Rufiji, tumefanya Kisarawe, tumefanya Geita, tumefanya Songea, na leo tuko hapo Kondoa. Kwa hiyo sehemu yote ambaye tukiona mahitaji yapo,
na sisi Mwenyezi Mungu akitujalia budget tukiwa nayo, basi tutawafikia walengwa popote walipo Tanzania. Bwana, ndugu zangu wapenzi watazamaji wa Babu Salam Online TV, baada ya kusikiliza mambo mazuri kutoka kwa ndugu yangu mwenyekiti hapa wa Lalji Foundation, huyu anawakilisha familia na hakika anafanya kazi nzuri na anafaa kuigwa katika jamii. Huu ni mtazamo mwema. Popote ulipo Lalji itaweza kukufikia. Usiwe na mashakiri katika jambo kama hili. Ulikuwa na ndugu yako Ustadh Ramadhan bin Juma bin Hussein wa Babu Salam Online TV. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.